Habari ya leo ndugu zangu viongozi. Leo napenda tutafakari kitu kimoja ambacho ni muhimu sana kama viongozi. Nimelipa kichwa kinachosema kiongozi wa leo ndiye msingi wa kesho ya vizazi. Wapendwa wa viongozi, kila mtu ataondoka duniani siku moja. Lakini si kila mtu ataacha alama. Wengine wataondoka na kusahaulika. Lakini wengine wataendelea kuishi kupitia maisha walioyajenga kwa watu wengine. Swali si tunaishi miaka mingapi, bali tunaacha nini nyuma yetu. Kwa nini? Mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi. Ukweli ni kwamba urithi mkubwa sio pesa peke yake. Unaweza kuacha maadili, unaweza kuacha heshima, unaweza kuacha mfano wa maisha utakaozungumza hata baada ya wewe kuondoka. Katika Biblia, Daudi hakujijenga hekalu, lakini aliandaa kila kitu kwa ajili ya kizazi kijacho. Alijua kuwa kiongozi wa kweli hajengi kwa ajili ya leo pekee, bali hujenga kwa ajili ya kesho. Leo watu wengi wanataka mafanikio ya haraka, lakini hawataki kujenga tabia, uwajibikaji na heshima na nidhamu. Wanataka kuonekana mbele za watu, lakini hawajijengi ndani. Ukweli ni huu: vizazi haviinuliwi kwa maneno matamu, vinaokolewa na mfano wa maisha yetu. Paulo alimwambia Timotheo, uwe kielelezo. Kumbe, hata ukiwa kijana, unaweza kuwa msingi wa kesho ya wengine. Unaweza kuwa mfano wa uaminifu, mfano wa nidhamu, mfano wa kumcha Mungu, mfano wa kusimama katika kweli, mfano wa kuwajibika, mfano wa uadilifu. Wapendwa, siku moja sauti zetu zitanyamaza, lakini maisha yetu yataendelea kuongea. Je, yataongea matumaini au maumivu? Je, yatajenga au kubomoa? Je, yataongoza watu kwa Mungu au kuwaondoa kwa Mungu? Hivyo basi, ishi leo kwa hekima. Ishi leo kwa kuwajibika. Ishi leo kwa nidhamu. Ishi kesho kwa maono. Kwa sababu ukweli unabaki kuwa huu: kiongozi wa leo ndiye msingi wa kesho ya vizazi. Mungu awabariki sana viongozi.